tusaidie. Najua Iran inakuwa na vitu vingi. Baadhi ya vitu vichache tu ambavyo vimefanywa marekebisho au vipi ambavyo vimeingia kabisa mlenda, kwa sababu najua umeipitia kama mwenyekiti. Sawa, nimeipitia na nimeona. Cha kwanza ndio maana nimesema kwanza ni wapongeze wale walioandaa ilani. Cha kwanza nilichofurahia kwenye ile ilani, kwanza imeeleza ilani iliyopita imefanya nini na imetekeleza kwa kiwango gani. Kwa mfano ukisoma sehemu ya sera ya maji pale unakuta kabisa kwa mijini ni zaidi ya 90% watu wanapata maji safi na salama. Ndio. Unaona Sasa unaona zimebaki asilimia ngapi kwenda kukamilisha 100. Lakini pia unakuta kabisa kuna sehemu zingine katika sekta mbalimbali, sekta zingine unakuta imekwenda zaidi ya asilimia 114. Ina maana ishavuka lengo. Ndio. Kwa cha kwanza imeelezea ile ilani iliyopita imefanya kwa asilimia ngapi. Alafu imekuja sasa imeunga hii mpya. Inaenda mbele. Ukija kuangalia kwa mfano ilani iliyopita ilifanya vizuri sana kwenye sekta ya umeme. Na hii inayokuja sasa inakwenda kumalizia palikobakia. Kwa hiyo unaona ni asilimia kubwa. Hakuna sehemu ambayo imetekelezwa chini ya asilimia 50. Yaani ukisoma unakuta ile ilani iliyopita imetekeleza kuanzia 80 kwenda mbele. Okay. Sasa unakuta hii iliyobaki inaweza kwenda ikapita mpaka sawa. Sasa mwenyekiti, najua hapa tukitaka tuielezee hiyo ilani yenye kurasa zaidi ya 300 iliyopita ni nyingi sana, ni vitu vingi sana utavigusa huko ndani. Mimi nataka niguse kwenye upande wako kama nyinyi wenye viti. Ndio. Kwenye kata zenu ambazo mnaongoza. Ilani inawapa mwongozo gani? Inawasaidia kwenye maeneo gani ambapo mnasema sisi kwa sisi kama sisi wenye viti wa kata inatusaidia kwenye mwongozo huu na huwa tunafanya hivi kwa katika kuisimamia ilani katika utekelezaji kuwasaidia wananchi. Msingi wa ilani ni mkataba kati ya wananchi na serikali yao inayoundwa na Chama cha Mapinduzi. Ndio msingi mkubwa. Ndio. Mkataba ule ukishakuja tafsiri yake ni kwamba sisi sasa tunausimamia kuona unatekelezwa vile ambavyo tulivyoahidi kwa wananchi. Kwa hiyo sisi ni kama tunaahidi kwenye level ya ngazi ya mwenyekiti. Yeah. Okay. Yaani kwa mfano, labda nikupe tu kidogo. Kwa mfano unakuta ilani inapokuja huwezi kusema kwa sababu kuna mambo mengi yameainishwa mle kwenye ile ilani. Sasa kuna mambo ya kitaifa, kuna mambo ya loko huku. Kwa wewe utaangalia sasa kwenye kata yako kwenye ilani ni nini kimetajwa ambacho unaweza ukakitohoa kikaja kwenye kata yako ikafanya kazi. Kwa sababu kuna vitu vingine, kwa mfano mimi kata yangu mimi ina kwa mujibu wa sensa ya watu ya mwaka 2022 ina watu takriban 36,775. Hiyo ni sensa mwaka 2020. Ina watu 36,775. Lakini pia ina kaya 9,800 ina watu 9,863. Hizo ni kaya. Okay. Lakini pia ina ukubwa kilomita za mraba ni 19.86. Mweke vizuri takwimu hiyo kata yako hiyo. Hiyo kata yangu hiyo. Lakini ina vitongoji vitongoji 6. Okay. Katika kata hiyo. Kwa sababu tani sisi ni mamlaka, kwa hiyo tunatumia vitongoji sio vijiji. Kwa hiyo tuna vitongoji 6. Kwa hiyo utaona sasa wewe ukienda kwenye ilani unachukua nini kwenye ile ilani kiende kwenye kata yako. Kwa mfano wakazi wa Nsalala wanashughulika na biashara ndogo ndogo ambapo kwenye ilani mpya imetajwa kwamba serikali itakwenda kuboresha masuala mapana wafanya biashara wadogo. Umeelewa? Kwa mimi nitakwenda kuchukua pale. Lakini pia wakazi wa Nsalala kuna tayari kwako kwenye kata kuna wafanya biashara wadogo. Wapo wafanya biashara wadogo, wapo wajasiriamali. Lakini pia kuna wafanya biashara wakubwa. Wapo pia. Kwa hiyo kwenye ilani hii imeeleza. Kwa nitachukua pale. Lakini pia kuna wakulima. Katika ilani hii imetaja kipande cha wakulima. Serikali itafanya nini kuhakikisha kwamba ina translate sasa kilimo cha kisasa. Kwa mimi nachukua pale. Maana wakati mwingine unaweza kwamba sisi tunakuletea kilimo cha korosho. Unakuta kata Nsalala sisi hatulimi korosho. Huwezi kulima korosho ya. Sio, unanielewa vizuri hivi. Utaangalia pia kilimo ambacho kipo kwenye kata yako. Kwenye katangu Unaona Kwa hiyo ilani inapokuja wewe kazi yako yani kama watumishi wanaelewa kwamba leo tunakwenda
kwenye kuhubiri wanaenda kusoma Biblia, wanachukua eneo ambalo leo tunakwenda kufundishia hiki. Sasa vizuri, lakini nina swali. Kama utekelezaji wa ilani unafanyika hivyo na hakuna changamoto yoyote, kuna haja gani ya kubadilisha ilani kila baada ya miaka 5? Kwa nini usitumie ilani hiyo angalau miaka 10? Lakini cha pili akauliza, kwa nini malalamiko ya vijana bado yanaendelea kuwepo kama ilani inatekelezwa kwa ufasaha? Sasa naomba nijibu vizuri katika swali lake. Utaratibu uko hivi. Kwanza watu wanashindwa kuelewa maendeleo ni nini. Maendeleo ni mchakato. Martha, wewe unaelewa? Mwaka 90 kushuka chini, Mbeya hii haikutazamwa kama hivi. Yes, ni kweli. Si ndio? Haikutazamwa kama sasa tunavyoitazama. Na mtu yoyote ambaye labda tuchukulie aliondoka, akafariki, yani vyovyote vile, leo akarudi Mbeya. Yani huyo mtu aliondoka katika miaka 90, leo akarudi Mbeya, lazima kwanza atashangaa, kumbe Mbeya sasa hizi iko hivi. Umeelewa vizuri eh? Yani tafsiri yake ni nini? Ni kwamba maendeleo yanakuja na changamoto. Hakuna maendeleo ambayo yanakuja bila changamoto. Kuna watu wataumia, kuna watu watacheka. Yani inapokuja maendeleo lazima kuwe kuna changamoto na yeye inakuja. Kwa mfano, hivi mwaka 90 sisi tulikuwa na foleni hapa Mbeya. Ndio. Haikuwepo. Kwa nini sasa hizi kuna foleni? Magari mengi. Magari ni nini? Si maendeleo. Kwa Si ndio maendeleo hayo? Maana yake ni kwamba kila mtu ana gari yake sasa, tofauti na miaka ile. Kwa hiyo kitendo cha watu kuwa na magari mengi tayari imepelekea kuwa na changamoto ya foleni. Sasa changamoto foleni tunafanya nini? Kazi ya serikali ni nini? Kazi yake sasa ni kuunda sasa ilani kwamba kumbe hapa kuna changamoto hii, tunaiwekea kwenye ilani hii ya mwaka huu. Na ndio maana ilani inakuja kila baada ya miaka 5. Kwa sababu baada ya miaka 5 kuna hatua imefanyika. Na ile hatua iliyofanyika yenyewe pia imebeba na changamoto zimekuja. Kwa hiyo tunaziacha. Tunatakiwa tutengeneze ilani sasa ya kutatua hizo changamoto. Kwa mfano, leo nimemwambia miaka 90 akitokea sema tunajenga njia 4 kutoka Mlima Nyoka kwenda Ifisi. Yaani kwanza atashangaa, mmefikia huko. Mbona sisi hiyo barabara yenyewe tu ya njia 2 ya kawaida ilikuwa inatutosha, yani gari kwa napita moja tu kimya. Uliona tena gari. Lakini saa hizi magari yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Maendeleo yanapokuja na kuna changamoto na zenyewe zinafanya nini? Zinatokea. Kwa hiyo ilani inatengenezwa kila baada ya miaka 5 ni kwa sababu imeshapiga hatua ya maendeleo. Asubuhi nimewasikia nyinyi mnazungumza habari ya SGR. Kwamba hakuna kupanda na shangazi kati. Nilikuwa nakusikiliza. Unajua maana yake ni nini? Hii sasa kwa mwaka levels. Yani tuko kwenye level nyingine na mkasema mtu saizi anatoka Mbeya na kwenda Dodoma pamoja Dar. Sasa zamani ilikuwepo hii? Ndio maendeleo. Tunataka nini sasa? Mungu atupe nini? Au huyu mama nataka afanye nini? Mwenyekiti wetu anataka afanye nini? Mambo makubwa sana katika nchi.